Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer. Kwa sasa nipo Kigoma ambapo nafanya kilimo. Mwaka huu tulifanya kilimo cha mahindi na tulilima almost hekari 9 za mahindi. Na kama umekuwa ukifuatilia channel yetu hii hapa, tumekuwa tukidocument kila hatua ambayo tumekuwa tukifuata ama tukifanya mpaka hapa hii leo ambapo tumefanikisha mchakato mzima wa kuvuna mahindi. Na mahindi haya hapa tulianza safari hii hapa ya kulima kuanzia mwezi wa 11 mpaka leo hii napo upload video hii hapa ndo tumekamilisha kuvuna mahindi yetu yote, na mpaka sasa leo hii tunaenda kulivili sasa kwamba tumepata kiasi gani cha mahindi, ili hata kama wewe utahitaji kufanya project kama hizi expect nini. Tulikuwa tuna project kupata kiasi gani, lakini mpaka sasa tumepata kitu fulani, kwa sababu kuna tofauti kati ya projection na reality ambayo utaipata utakapokuwa umeenda moja kwa moja kwenye ground. So hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Hivi sasa ni saa 9 usiku na hapa kama unavyoona tumetengeneza kambi kwa ajili ya kufukuza mbu na wanyama wakali ambao wanaweza kukutana nao hapa polini. Na hapa kama unavyoona tuna mahindi yetu hayo ambao tunaendelea kuyavuna mipura na tunaanza kuyajaza kwenye mifuko yetu hapa. So that is it guys, hii ndo farm life. Kama unavyoona hapa ndo tumerest hapa usiku mzima ambao uko hapa. So mtazamaji, that is it guys. Tunamalizia shamba letu la mwisho kuvuna leo. Kwa msimu huu hapa tumechelewa sana kuvuna kwa sababu kwa badiliko la hali ya hewa ambayo iko hapa. Tulitegemea kwamba tungemaliza kuvuna mwezi wa 3 mpaka wa 4, lakini mvua zilikuwa nyingi na hivyo tukashindwa kuvuna kwa wakati, hence tukakosa baadhi ya mavuno kwa sababu ya mvua kwa nyingi. So baadhi ya mahindi yakadondoka chini, yakaliwa na mchwa na mengine yakaoza, so hatukuweza kuyavuna moja kwa moja, but hiki ndo ambacho tumebaki nacho na hizi ndo result ambazo tumezipata kutoka shambani kwetu kwa msimu huu hapa ambao tuko hapa. So in fact sisi mashamba yetu haya hayakuwa sehemu moja, kwa hayakuwa kwenye location moja. Kwa hiyo tulikuwa tuna sehemu nyingine heka kadhaa, sehemu nyingine heka kadhaa. Unavyoelewa kwamba smallholder farmers jinsi wanavyokuaga, ndo hivyo tulivyokuwa na maeneo mengi tutumia kukodi, lakini hivi ndivyo tulivyovuna na huu ndo mrejesho wetu kutoka shambani. Ni kitu gani ambacho tulikipata, ni mazao kiasi gani ambayo tumevuna. So mtazamaji, si tuligawa mashamba yetu katika plots tofauti tofauti. Tulikuwa na sehemu ambayo tuliita ni shamba 1 ambapo tulikuwa na heka 2.5. Katika shamba hili tulipomaliza kufanya mavuno tuliishia kupata tani 2.58 sawa na kilo 2580. Hiyo ndo mavuno ambayo tuliyatoa kwenye sehemu yetu hii ya plot 1 ambapo tulikuwa na heka 2.5. So hichi ndo ambacho tulikipata kutoka kwenye plot yetu hii ya kwanza ama shamba 1. Na baada ya kumaliza hapo tulikwenda kwenye ploti ya pili aka shamba 2 ambapo sisi tulikuwa tuna hekari 2 na hapa tulishia kupata tani 2.21 ama kilo 2210. Hayo ndio ilikuwa harvest kutoka kwenye ploti 2 ama shamba 2 ambapo tulikuwa na hekari 2. Na sehemu nyingine pia shamba letu lingine tulikuwa na ploti ya 3 ama tulipoliita shamba 3 ambapo hapa pia tulikuwa na hekari 2. Kwenye shamba hili tulipata tani 1.61. So hapa tulipata drop kubwa sana. Mahindi ndio sema ambapo tulipata mahindi machache sana, kwa tulishia kupata tani 1.16 au kwa ufupi unaweza kaita gunia 16 za kilo 100. So sehemu ya mwisho ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni ploti number 4. Hii ploti tulikuwa na heka 2.5 pia, na kwenye ploti hii hapa tuliishia kupata tani 2.94 ama kilo 2940, ambapo kwa hapo kiconvert tunakuja kupata ni almost gunia 29 za kilo 100. So jumla mtazamaji, mavuno yetu katika sehemu hii hapa tulipata jumla kabisa kwa msimu huu tumepata kilo tumepata tani 9
9.35, yaani kilo 9,350. So mtazamaji, hizi ndo zilikuwa na update na hizi ndo harvest ambazo tumezipata kutoka shambani kwetu hapa Kigoma. Though changamoto zote ambazo tumezipitia muda wote ambao tume end up getting hizo tani 9.35 ama gunia 93.5 za kilo 100 kutoka kwenye shamba letu hili ambalo tumelima hapa Kigoma. Na mtazamaji, moja ya vitu ambavyo vimesababisha kuja kupata kiwango kidogo ambacho tumepata, kwa sababu lengo letu sisi tulikuwa na project kwamba lazima hapa tupate at least tani 15, lakini tumeishia kupata tani 9.35. Moja ya sababu kubwa ambayo imesababisha hivyo, kwanza kabisa ni tulichelewa kupanda kwa ukanda huu wa Kigoma. Waga kupanda ni kuanzia mwezi wa 11 mwanzo, mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 11 tarehe za mwanzoni, lakini sisi kuna baadhi ya mashamba mpaka tuliyapanda mwezi wa 12 tarehe za mwanzoni, kwa sababu delay. Remember kwamba before tulikuwa Morogoro, kwa hiyo kufika huko hapa tukaja tumechelewa. So kingine pia ambacho kilichosababisha kuchelewa changamoto hii hapa ni mvua. Kwa hiyo kuna kipindi mvua ilikuwa inachelewa kunyesha, na kuna wakati mwingine ambapo hii mvua imekuwa nyingi zaidi, ambayo kwa imepelekea mahindi yetu kudondoka chini, na mengine kuanza kuoza, na mengine pia ilikuwa shakauka. Kwa hiyo ikaja kunatokea hiyo ndio kuoza sasa, ambao ndio kuna kitu kinaitwa sumu kuvi, ambao ndio imeathiri sisi kufikia target yetu ambayo tulikuwa nayo. Na kingine sasa ambacho kina disappoint mpaka sasa ni kwamba mahindi yenyewe hata bei yake imeshuka. Kwa sasa hapa napo upload video hii hapa, huu mwezi wa 6 kwa hapa Kigoma, sasa kwa mahindi yanafika mpaka kilo shilingi 450, 500 mpaka 450. So tukija tukauza kwa wakati huu hapa ni kwamba tunaenda ku obtain losses. So mtazamaji, hiyo ndo nawasilisha, na hivi ndo mavuno ambayo tumeishia kuyapata hapa shambani kwetu, na hii project ya Kigoma ambayo imeanza na imeisha kwa almost miezi 7. Hapa napomalizia mchakato huu ni kwamba tumeishia kupata tani hizo kwenye hekari zetu zote ambao tulizipanda hapa. So tunaangalia into future kwamba tutafanya nini, tuendelee tena kulima mahindi ama tubadilishe project tulime mazao kidogo ya muda mfupi. Tunaendelea kuwaza na ku make calculation, na tutaonyesheni kwamba kwa sasa tunaendelea kukuza nini. Sasa tumeendelea na mahindi yale yale, aidha tu scale up ama tunaongeza mazao mengine ya mboga na matunda. Hapa tupo Kigoma, na kama hapo napoona pia nipo shambani kwetu, ambapo hapa tumepanda parachichi kadhaa. So hizi ni hasi avocado. So pia mwaka huu tunaruku to venture into hizi hapa, tuna mpango wa kupanda hizi parachichi almost kama heka moja, na tumeshanunua eneo. Parachichi na papai pia tunataka tupande pia migomba, at least ku diversify risk, kwamba ikitokea kwamba hatuwezi tukakosa pote. So tutakuwa na income kwa muda mfupi, tutakuwa na income za muda mrefu, tutakuwa na income tena za katikati, yani mid income, sio za muda mrefu, sio za muda mfupi. So ndio kama hizi hapo unazoona tunaanza kupanda hapa parachichi. Tunaendelea kununua maeneo tutakayopata, tukijaliwa tuzalishe mazao mengine kama nyanya, tikiti za miezi 2, miezi 3, ili kuweza kuendelea kupata kipato cha kusustain project zingine za muda mrefu ambao tunazianza kwa hapa Kigoma tulipo. So mtazamaji, kama huja subscribe, naomba subscribe. Naitwa Stefano Mashauri, na endelea kufanya kilimo na ufugaji. Though ufugaji umetudondosha kwa wakati huu, but tutarudi pia. So asante.